Kuna mlima huko Mbeya, watu walikuwa wanaenda kule kutafuta utajiri. Yaani ukiingia kule ukafanikiwa kutoka, ukitoka lazima uwe tajiri. Kwaga haijulikani nini kinatokea kule mlimani. Hata wale walioenda wakafanikiwa kurudi, hakuna aliyekuwa anasema chochote. Sharti yalikuwa ni simple. Unafunga siku 7 bila kula wala kunywa. Ukimaliza hizo siku 7 unaanza safari kuelekea kwenye huo mlima. Ingia ndani ya ule mlima, baada ya siku 3 ukafanikiwa kutoka, wewe utakuwa tajiri. Watu walikuwa wanajiuliza sana, kuna nini ndani ya ule mlima kinachowafanya watu wakiingia watoke wakiwa matajiri? Ndio, sio kila mtu akiingia kule alikuwa anafanikiwa kutoka. Wengine wakiingia wanapotea kule, hakuna mtu atawahi waona tena. Pamoja na hayo, kuna watu walikuwa bado wana risk maisha yao kwenda kujaribu kutafuta utajiri. Kuna hao wakaka watatu wenyewe waliamua waende pamoja. Wakawa wamefunga hizo siku 7 kweli, walivyomaliza wakaanza safari. Wanasema walivyoingia mule ndani ya ule msitu, wakaanza kutembea. Walikuwa hawaelewi wanaelekea wapi. Walitembea almost masaa 6 mpaka wakakutana na huyu mbabu, yani ni mzee, almost kama miaka 100. Lakini usoni alikuwa na sio sura ya binadamu. Yaani mwili wa kawaida, lakini usoni ana jicho hilo moja pamoja na mdomo, hana pua, hana kitu kingine. Akawa amewaangalia akasema, karibuni wanangu. Wakaanza kumfuata. Akawapeleka kwenye kijumba, kilikuwa kijumba cha nyasi, yani cha kizamani. Akawaingiza humo ndani. Walivyoingia tu mule ndani, yule babu alipotea. Wakabaki wenyewe. Baada ya yule babu kupotea, wakaanza kusikia sauti ikiwaelekeza, ila hawaoni mtu. Wakaambiwa, tunajua mmefuata utajiri. Mko tayari kufuata masharti? Wakasema ndio, tuko tayari. Katokea majeneza 3 mbele yao. Wakaambiwa waingie mule ndani, inabidi walale siku 7, alafu baadaye waamke. Kwa sababu walikuwa wako tayari, wako wanahitaji huo utajiri, wakawa wamekubali, wakawa wameingia mule ndani. Walivyoingia tu kwenye ile majeneza, baada ya siku 7 jeneza lilivyofunguliwa, kila mtu aliamka akiwa nyumbani kwake. Hawajui walitokaje kule msituni, hawajui nini kilitokea baada ya pale, ila wakajikuta wako nyumbani. Huyu kaka aliyehadithia story anasema yeye baada ya kutoka kule mlimani alikuwa kila akilala anaota ndoto hiyo moja. Anaota kuku anakuja na mwagiwa mahindi, and anakula mahindi yote, anabakisha mahindi 2. Alikuwa haelewi maana yake nini, lakini aliporudi kuanzisha biashara yake akaanza kupata utajiri, akawa anapata hela, lakini kila akilala anamuota yule kuku. Kila siku ya Mungu alikuwa haoti ndoto nyingine yoyote. Baada ya mwaka mmoja kupita, kweli alipata manyumba, alikuwa na mabiashara, alikuwa na magari, lakini mwili wake ukaanza kuoza. Yani kuanzia kwenye shingo hapa kushuka chini, mwili ukawa unaoza. Anasema yeye na hao marafiki zake 3 wote walirudi, lakini kila mtu alikuwa hasemi kilichomkuta. Kila mtu alikuwa amekaa kimya, kila mtu anaenjoy mafanikio yake. Sasa kilichomshangaza, siku alikuwa amelala, akaota ndoto ya tofauti kidogo. Akaota yule kuku yupo, kuna mahindi mbele, alafu rafiki yake amepiga magoti pembeni ya yule kuku. Yule kuku anakula yale mahindi, akawa amemaliza yote. Alafu yule rafiki yake akawa amedondoka kwenye ndoto. Alivyodondoka, kesho yake asubuhi anasikia kwamba rafiki yake amekufa. So akaanza kuelewa maana ya yale mahindi. Na yeye kila alikuwa akilala alikuwa anaota mahindi 2. Mwaka ulivyoisha akaanza kuota hindi hilo moja ndio linabaki. Alafu mwili wake unapata maumivu, mwili yani anaumwa vibaya mno, yani anakunywa dawa lakini dawa hazisaidii, muda wote yupo kwenye maumivu. Baada ya wiki kupita, tena akawa ameota ndoto, the same ndoto, kwamba kuku, mahindi, alafu na rafiki yake yule mmoja aliyebaki. Yule kuku akala mahindi yote, rafiki yake akadondoka kwenye ndoto. Kesho yake akasikia kwamba huyo rafiki yake mwingine naye amekufa. Baada ya kusikia hivyo akaanza kuchanganyikiwa. Akaelewa kwamba na yeye amebakisha huo mwaka mmoja. Ndio akaanza kukimbia huku na huku, anakimbia makanisani, anakimbilia kwa waganga kufanyia madawa, anaombewa huku na kule ili tu asifariki. Akaanza kuhadithiaga kwamba sisi tuliamua kwenda kwenye ule mlima kupata utajiri, kweli tukafanya hivi na hivi kama nilivyohadithia. Alipofika kanisani kuombewa, akaambiwa tutakuombea, lakini hizi mali kwa sababu zimeunganika na huo ushirikina inabidi uzigawe, uzitoe, uzichome, chochote utakachokifanya, lakini usiendelee kwa nazo. Kwa bahati mbaya akawa amekataa. Baada ya muda kidogo watu wakamkuta amekufa nyumbani kwake. Zile nyumba na magari na kila kitu alichokuwa nacho, hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kuzigusa, sio ndugu zake, sio mtu yoyote. Kwa hivyo vimebaki tu hivyo hivyo bila kutumiwa na mtu. Yani hii story
ilikuwa ilisambaga, watu wakaanza kuogopa ule mlima, watu wakawa na uogopa. Lakini guess what, kuna watu bado mpaka leo wanaendaga kutafuta utajiri kule. Wakirudi, na inasemekana kwamba kila mtu atakayeenda kule anakutana na aina yake ya masharti, anakutana na aina yake ya vitu. Wengine wanarudi wanaanza kugawa hela, mtu anapata hela anagawa, like anaambia kwa siku ugawe labda milioni 5. Kwa akikutana tu na wewe anakupa hela bila kujua kwamba unapewa hela za maagano za ushirikina. Ukienda stendi ya treni saa 9 usiku, ukasimama pale ukaongea maneno matatu ambayo unatakiwa kuyasema, itakuja treni ambayo imechakaa, itasimama mbele yako. Ukipanda hiyo treni itakupeleka kwenye ulimwengu mwingine. Kuna dada alikutana na video ambayo ilikuwa inaelezea process za kupanda hiyo treni ili kupeleke kwenye ulimwengu mwingine. So akaamua yeye na rafiki zake waende kwenye stendi ya treni saa 9 usiku ili wajaribishe, maana walikuwa hawaamini. So wakaenda kwenye hiyo stendi ya treni, wakasimama pale dakika 10, hakuna kitu kilitokea baada ya kusema yale maneno. And ghafla baada ya hizo dakika 10, huyu msichana anasema rafiki zake kama waliondoka, walipotea, hajui walikoenda, ila alibaki peke yake. Na baada ya kubaki peke yake, hiyo treni ilikuja, ilionekana ni treni chakavu sana, ikasimama mbele yake, mlango ukafunguka, na ndani alivyochungulia alikuta yuko dereva peke yake. Akaamua kuingia kwa sababu bado alikuwa aamini kwamba hiyo ni treni ya maajabu. Baada ya kukaa kwenye siti, anasema alipitiwa na usingizi na hakujua kinachoendelea. Akaamka baadaye, akaangalia bado treni ilikuwa inatembea, lakini cha kushangaza pembeni kulikuwa hakuna kitu kinachoonekana ni cha kibinadamu, yani kulikuwa kuna ukungu mweusi peke yake. Akaogopa, akaenda akakimbilia kwa dereva ili mwambie, dereva naomba unishushe. So baada kufika kwenye sehemu ambayo dereva anatakiwa kukaa, akakuta hakuna mtu, treni inajiendesha peke yake. Akaanza kupanic pale kwa sababu sehemu ambayo alikuwa ameangalia video haikuonyesha kwamba treni itakuwa inajiendesha peke yake. Na akatoa simu yake ili apigie watu, lakini kulikuwa hakuna internet kabisa, hakuna network. So akarudi kwenye siti yake akae aone ile treni inaelekea wapi. Baada ya kusafiri muda mrefu, treni ilisimama. And baada ya kusimama, mlango ulifunguka moja kwa moja kuingia kwenye elevator. Kama kutoka kwenye hiyo treni akaingia kwenye hiyo elevator. Alipoingia tu elevator ikajifunga, ikaanza kwenda juu. Baada ya kutembea muda mrefu ilisimama. Baada ya kusimama, mlango ulipofunguka, alikutana macho kwa macho na msichana ambaye anaonekana ametoka kwenye maji, ameloa mwili mzima. Alafu sio hivyo tu, anatembea peku, lakini pia ana mavitu meusi ambayo yanatoka kwenye uso wake. Na akakumbuka ile video kwamba baada ya kutoka kwenye treni akiingia kwenye elevator atakutana na huyo msichana ambaye hatakiwi kumwangalia usoni, hatakiwi kuongea naye, wala hatakiwi kushtuka wala kupanic. Baada ya kuangalia naye kwenye macho, akawa seize kwa sababu amekosea masharti. Lakini kwa sababu hakupanic, lile jitu halikumfanya kitu, likaingia tu ndani ya elevator pamoja na yeye. Baada ya elevator kufunga, likaanza kama kutoa masauti, linapiga makelele, lakini hakutakiwa kushtuka na aliendelea kusimama hivyo hivyo. Hiyo elevator iliendelea kutembea kama dakika moja hivi, alafu ikasimama, mlango ukafunguka. Baada ya kufunguka mlango, lile jitu likatoka ndani ya elevator, likawa linaelekea huko kwenye mlango umefunguliwa. So akawa amebaki kwenye elevator peke yake. Baada ya kubaki pale, akawa amemshukuru Mungu. Safari ikaendelea, and then baadaye elevator yenyewe ikawa imesimama. Ilivyosimama, mlango haukufunguka, hakufanya chochote, alijikuta tu elevator yote imepotea, yupo kwenye mtaa ambao haujui. Ule mtaa ulikuwa busy, watu wanaonekana wako busy, wanafanya mambo yao, wanatembea, kuna magari, kuna baiskeli. Lakini baada ya kuangalia vizuri, akakuta hawa watu kama sio watu. Kuna wengine wanatembea, wana miili ya kimtu, lakini ukiangalia miguu kama ya ng'ombe, kwato za ng'ombe. Wengine wanatembea, ukimwangalia juu ana sura ya mtu, ana mwili wa mtu, lakini ana sura ya paka, wengine wana sura ya simba. So akawa amejikuta yuko kwenye ulimwengu mwingine kweli. Hiyo video ambayo alikuwa ameisikiliza ilitoa maelekezo tu ya jinsi ya kwenda kwenye ulimwengu mwingine, haikutoa maelekezo ya jinsi ya kurudi kwenye ulimwengu wako. So akawa amefika kwenye ulimwengu mwingine, lakini huku ana panic, hajui arudije nyumbani. Okay guys, ngoja niishie hapa, lakini hii story sio ya ukweli, sio ya mtu wa ukweli. Hii story imetungwa. Okay?